Wakati dunia ikishuhudia usitishwaji wa vita kwa muda wa wiki mbili, vita ya Marekani, Israel dhidi ya Iran, kumekuwa na matamko kutokea Washington, ambapo serikali ya Trump ikidai kuwa yenyewe inastahili kuwa mshindi, kwa maana Marekani imeshinda kwa 100% katika vita hivyo. Lakini hata Tehran pia viongozi baadhi yao sambamba na wananchi wameonekana wakieleza ama wakijinasibu kwa wao ndio wameshinda vita hivyo. Kwa hivyo kwa ujumla kila pande ambazo zimekabiliana takriban kwa siku 40 zimekuwa zikitoa ufafanuzi na kujisifu kwamba wao wanastahili kuwa washindi wa vita iliyodumu takriban wiki 7 kati ya Iran dhidi ya Marekani na Israeli. Lakini kwa ujumla ni nani hasa anastahili kuitwa mshindi wa vita hivi? Kimsingi katika vita yoyote duniani kuna kuwa na malengo. Hakuna taifa linaloamua kushambulia taifa lingine bila kupanga malengo. Kwa hivyo katika vita hivi pia kulikuwa na malengo. Kwa kuzingatia Washington na mshirika wake Israel, wao ndio walioanzisha shambulio, ama walioanzisha vita. Kimsingi walikuwa na malengo katika vita hivyo, na tutaangazia hapa kwa ujumla malengo ya mataifa yote haya na namna malengo hayo walivyoyafanikisha, ndipo tutakavyokuja kuhitimisha kwa kusema ni nani anastahili kuwa mshindi katika vita hivyo. Mwenyeji wako ni mimi mchambuzi Salum Hamza, karibu sana. Kimsingi Washington na Tel Aviv wao walikuwa na malengo katika vita hivi. Lengo lao la kwanza na la msingi, ama lengo lao kubwa, ni kufanya mabadiliko ya kiutawala, kwa lugha ya kimombo kufanya regime change. Lakini katika kuyafikia malengo yao kuna namna ambazo zinatumika kufanikiwa malengo yao. Kwanza watatumia ama wataainisha mbinu, ama walikuwa na mbinu ambazo walizitumia kufanikisha lengo lao la msingi hilo. Lakini mbali na mbinu pia waliolozesha ama walikuwa na mikakati ambayo pia walitumia ama walijiandaa kuitumia ili waweze kufanikisha kufikia malengo yao ya kufanya regime change. Sasa tukianza na eneo la mbinu, kimsingi Washington na Tel Aviv walikuwa na mbinu kubwa ya kimsingi ni ya kuua viongozi wa ngazi ya juu wa Iran, kufanya decapitation strikes, ambapo waliamini wakitumia mbinu hiyo moja kwa moja wangeweza kufikia lengo lao la msingi la kubadili uongozi wa juu ama kufanya regime change. Na kimsingi shambulio lao la kwanza la tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026 lilifanikiwa kwa 100%, kwa maana liliondoka ama liliua na viongozi wakubwa wa Iran, ikiwemo kiongozi wa kidini na wa kiserikali Ayatollah Ali Khamenei, mkuu wa jeshi la IRGC na baadhi ya viongozi wakubwa ambao kimsingi tunasema mbinu yao ilifanikiwa kwa 100% kabisa ilifanikiwa. Lakini kufanikiwa kwa mbinu pekee hakukupi uhakika wa 100% kwamba utashinda vita hivyo. Unapaswa kuwa na mikakati. Sasa tutaijadili mikakati ya Marekani ambayo walikuwa nayo, na kupitia kwa mikakati hiyo ndiyo itakayotupa majibu sahihi, aidha wao wanastahili kutajwa kama washindi wa vita ama la. Kimsingi mkakati wa kwanza ambao Washington na Tel Aviv walikuwa nao ni kutengeneza political instability. Unapofanya mashambulizi ya awali na kulenga viongozi wakubwa ambao ndio watoa amri, maana yake unakusudia kutengeneza hali
kutengeneza sintofahamu katika eneo la kisiasa, na hiyo tunaita kama mkakati wao ambao waliuandaa ungewasaidia kushinda vita, lakini walifanikiwa kwenye eneo la mbinu, lakini kwenye mkakati wa kutengeneza political stability, kwa maana kuondoa viongozi wakubwa ili kuua Central Command Center na kuiacha nchi ikiwa katika njia panda, walilenga itakuwa ni mkakati wao muhimu ambao ungewasaidia, lakini kimsingi haukufua dafu, kwa sababu pamoja na kutokea kwa hivyo Iran waliweza kukabiliana na hiyo hali na hatimaye wakaondoka kwenye mtanziko huo. Kwa hiyo hakukuwa na political instability, ingawa mazingira ya kuenda kwenye political instability yalikuwa tayari yameonekana kwa 100% kwa kile kilichoitwa kufanikiwa kwa mbinu yao ya kuwa viongozi. Lakini mkakati wao wa pili ambao waliulenga pia ni mkakati wa kushinikiza maandamano ya wananchi wa Iran. Huu ulikuwa ni mkakati wao wa pili wa kimsingi sana. Unapotengeneza political instability, maana yake kutakuwa na mpasuko wa jeshi, lakini hata serikali simama na wananchi pia. Kwa hiyo ni rahisi kupenyeza makundi ya watu ambao wakaweza kuandamana na kuweza kuleta hofu zaidi katika serikali. Na ikumbukwe Iran walitoka kwenye maandamano makubwa mwezi Disemba mwaka 2025, maandamano ambayo yaliratibiwa na taasisi za kijasusi za Mossad ya Israeli pamoja na CIA ya Marekani. Hata tulishuhudia pia moja ya wanasiasa wakubwa Mike Pompeo waziri wa zamani wa mambo ya kigeni wa Marekani, alithibitisha namna anavyofanya kazi kwa karibu na namna mashirika haya yanavyofanya kazi kwa karibu kufanikisha uratibu wa maandamano kule Tehran. Kwa hivyo walitoka kwenye maandamano makubwa ya mwaka 2025 mwezi Disemba. Kwa hivyo kwa namna ambavyo Marekani walijiandaa katika mashambulizi yao, waliamini kutakapotokea political instability itakuwa rahisi pia wananchi kuweza kuwashawishi na kuandamana na kuweza kuiondoa serikali yao. Lakini hata hivyo bado hilo pia halikufanikiwa. Lakini mkakati mwingine wa tatu ambao walikuwa wameuandaa Washington pamoja na Tel Aviv ni mkakati wa kuunga mkono makundi ya wanamgambo wa Boluchi, wanamgambo wa Wakurdi ambao wanapatikana katika nchi za Iran kwenyewe, Iraki pia, ambao walijiandaa kuwapa silaha ili waweze kuingia Tehran na maeneo mengine kuweza kukabiliana na serikali ili kuweza kuhakikisha wanaiondoa serikali madarakani. Lakini wanamgambo wale wa Boluchi pamoja na wanamgambo wa Kurdi kwa pamoja walikataa kushawishiwa kupewa fedha na silaha, walikuwa pamoja na serikali yao kuhakikisha wanalinda taifa lao. Kwa hiyo mkakati huu pia maana yake ulifeli na ukuweza kufua dafu. Lakini mkakati mwingine wa mwisho ambao walikuwa nao Washington pamoja na Tel Aviv, ambao waliamini wangeutumia ungewasaidia pia kwenda kushinda vita dhidi ya Iran, mkakati wa kushawishi jumuiya za kimataifa, hasa jumuiya za NATO kuweza kuingia katika vita katikati ili kuweza kusaidia Marekani. Lakini nalo pia halikuweza kufanikiwa kwa sababu waliamini kwa kuanzisha mashambulizi hayo na NATO angekuja kuwaunga mkono, lakini jambo hili halikufanikiwa. Tulishuhudia waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer akikataa kuunga mkono juhudi hizo. Friedrich Merz, kansela wa Ujerumani, pia akikataa kuunga mkono kwa sababu walishtukia mpango huo na waliona kuwa hauna tija. Kwa hivyo kwa ujumla maana yake walilenga kuweka mkakati huo ambao wangeamini ungewasaidia katika kufikia malengo yao, na ndio maana hata wakati wa vita kulikuwa na baadhi ya mashambulizi ya drones yaliyoshambulia kwenye kambi za kijeshi za Marekani zilizopo Cyprus, lengo
kuhakikisha kwamba wanarusha zile drones. Ni mpango wa Israeli pamoja na Marekani kushambulia military base au Uingereza zilizopo Cyprus, ili kuleta hali ya hofu na kuwajengea taswira mbaya Iran, waonekane wao ndio wameshambulia, ili Uingereza na pamoja na NATO waweze kuungana kushambulia Iran. Lakini tulishuhudia pia drones ambazo zilikuwa zinakwenda Ankara, Uturuki, ambazo pia zililenga kuleta hali ya mshtuko Uturuki, ili Uturuki iweze kuanzisha mashambulizi ya kujibu ya kulipiza kisasi. Nakumbuka Uturuki ni mwanachama wa jumuiya ya kujihamia NATO, kwa hiyo ni wajibu, ilikuwa ni rahisi kwa NATO pia kuingilia na kuishambulia Iran. Lakini yote kwa ujumla, mikakati hii ilikwama kwa sababu tayari nchi hizi za Uturuki, Uingereza na nchi zingine za Ulaya zilishtukia mikakati ya Marekani na wakaona kabisa wanataka kuwatumbukiza kwenye vita ambayo haikuwa na tija na wala maslahi kwa ulimwengu na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo mikakati ya msingi minne ambayo Marekani na Israeli waliiandaa, ambayo waliamini ingeweza kuwasaidia kushinda vita, haikuweza kuwasaidia. Mwisho wa siku ilikwama na hatimaye kwa ujumla maana yake walishindwa kufanikiwa katika mpango wao. Kwa hiyo kwa ujumla mikakati minne ya Israel pamoja na Marekani ilishindwa kufikiwa. Kwa tafsiri hiyo maana yake ni kwamba Israel pamoja na Marekani wameshindwa kufikia malengo yao ya msingi kwa kuwa na mikakati ambayo haikuweza kuzaa matunda. Kwa hivyo tunaweza tukasema wamepoteza vita hivi. Lakini turudi kwa upande wa Iran na